wanafurasi Mungu mkono. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu walikuja kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na wakaondoka, wao wakaona tu ni sawa. Bwana Yesu asifiwe. Muda kidogo unaanza kuona hali yako ya maombi inafifia. Vile ulikuwa unapata pesa, si hivyo unapata sasa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu haukulinda mipaka. Bwana Yesu asifiwe. Naongea na mtu, unawaza flashback. Watu wanajua maisha yako. Unasema, tangu nipatane na huyo mtu, tangu nianze uhusiano na huyo mtu, ama nifanye rafiki na huyo mtu, kuna mambo haiko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vile na fight kwa kuna vile naomba, lakini hapana, si kwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Tangu nianze kutembea na wao, wamenifanya niongee kama wao, wamenifanya nafanya vile wao wanafanya, mimi si kwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwanza ninaanza na kukuambia, ya kwanza ulinda mipaka yako. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Yohana, maandiko yananiambia ya kwamba mimi ndimi njia na kweli. Mimi ndimi njia na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa kuna njia zinaweza kuwa zilifanywa kwako, njia na ambazo zinakusumbua, njia zilifanywa na maadui, njia zilifanywa na jamii, njia zilitengenezwa na jamii, njia na ambazo zinakusumbua, njia na ambazo zinakutesa. Na kumbe kuna baadhi ya maadui walikaa chini wakafanya njia. Hii familia ilikuwa inuke, hii jamii ilikuwa iende mbali, lakini kuna jamii ilifanya vikao, wakakaa chini, wakakufanyia miaka, wakakutengenezea njia, njia na ambazo unapitia za mateso, njia na ambazo unapitia unahangaika. Na kumbe kuna maadui na ambao walikutengenezea njia. Na Biblia inaniambia Yesu ndiye njia, njia ya pekee, njia ya uzima, njia ya uhai. Na yoyote na ambaye anatembea kwenye hiyo njia, yeye ako salama. Ni kwa maana wanapatikana kwa Bwana, ni kwa maana kuombea zinapatikana kwa Bwana. Bwana Yesu na asifiwe. Maandiko yananiambia ya kwamba Bwana Yesu ndiye njia. Haijalishi ni njia gani walikupitisha, haijalishi ni njia gani maadui zako wanakupitisha, as long as unajua kweli ya kwamba Yesu ndiye njia, njia ya kweli na uzima, njia ya pekee. Hizo njia zingine zote Bwana anaweza na kusongoa. Kama unaamini, pigia Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maadui furaha yao ni kuona unahangaika, furaha yao ni kuona unanugunika usiku na mchana ulali, furaha yao ni kuona unalia. Lakini ninakuja nikuambia ya kwamba Bwana anakuwazia mema, hata kama wanaenda na magari zao wakikutafutia mabaya, wakikuendea kwa waganga. Ninakuja nikuambia ya kwamba Bwana anakuwazia mazuri, hata kama wanafanya vikao, wanakaa chini, wanakutenga, wanasema ya kwamba hakutakaa na yeye, maana ana chochote, hakutatembea na yeye, maana ana chochote. Watu wanaweza kukuacha kwa sababu hauna kitu, watu wanaweza kukutenga
karibu inafika, ambapo watatamani kukaa na wewe, ambapo watatamani kukukaribia, ambapo watatamani kukusalimia. Ninaongea na moto nikimwambia ya kwamba siku yako karibu inafika. Kumbe kuna nafasi ya pili, kuna nafasi ya pili. Pesa zinaanguka kwa nafasi ya pili, watu wanapata kazi kwa nafasi ya pili. Haya magonjwa yanaisha, maandiko yananiambia walipomtambua Samsoni macho, walidhania ya kwamba wang'ang'anizana na yeye, wakamfanyia dhihaka, wakamfanyia dharau, wakamfanyia dharau, wakamweka nje ili awachezee wakifurahia, lakini hawakujua ni nguvu gani ilikuwa ndani ya Samsoni. Hawakujua kuna nafasi ya pili. Ninaongea na mtu mchana wa leo nikimwambia ya kwamba kuna nafasi ya pili kwa maisha yako, kuna nafasi ya pili. Unapoanzisha kazi wanaisimamisha, unapojaribu biashara wanaisimamisha, unapoinuka kidogo wanaisimamisha. Lakini ninakuja nikuambia ya kwamba kuna nafasi ya pili ndani ya maisha yako, kuna nafasi ya pili. Kama unaamini sote pige mara. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuingie kwa maandiko. Angalia Biblia ya Kiswahili quickly. Matendo ya Mitume 28 verse 1. Nisitumie masaa mengi sana. Tuingie kwa maombi tuombe. Acts 28 verse 2. Inasema ya kwamba wenyeji wakatufanyia fadhili zisizokuwa za kawaida. Wenyeji wakatufanyia fadhili zisizokuwa za kawaida, kwa maana waliwasha moto, ndio wakatukaribisha sote. Endelea. Wakatukaribisha sote kwa sababu ya mvua iliyonyesha na kwa sababu ya baridi. Ndio. Paulo alipokuwa amekusanya mzigo wa kuni, ndio, na kuweka motoni. Paulo alipokuwa amekusanya mzigo wa kuni na kuweka ndani ya moto, nyoka akatoka kwa ajili ya yule moto. Nyoka akatoka ni kwa ajili ya yule moto, akamzonga mkononi, akamsonga mkononi. Wenyeji walipomwona yule nyoka akilelewa mkononi, wakaambiana, akosi mtu huyu ni muuaji, ndio, ambaye ijapokuwa ameokoka katika bahari hii, haki haimwachi kuishi. Lakini yeye akamtukuzia motoni, ndio, asipate madhara. Paulo akamkukuzia yule nyoka motoni asipate madhara. Ndio, wao wakadhania ya kuwa atavimba au kuanguka chini kwa kukufa, na wakiisha kumwangalia sana na kuona kwamba haimpati adhara lolote, ndio wakangeuka wakasema, patia mtu i5 umwambie hakuna dhara yoyote itakaye kupata wewe mtu wa Mungu. So mwangeukia mwingine upatie i5 umwambie hivyo. Maandiko mahali tumesoma wakati ule kulinyesha katika mji ule, na watu wa maeneo ile wakaweza kuwahurumia mitume, wakahurumia watu ambao walikuwa wanaeneza Injili, na wakati waliona mvua inanyesha wakawaita ili wawahakishie mambo. Ni kwa nini? Ni kwa maana wakati ule kumenyesha, ni lazima watu waingiwe na baridi, na ni nini
wakati moto utakapowakishwa na watu wakae karibu na ile moto ili baridi Yesu kuondoka. Hivyo ndivyo watu wa maeneo yale waliweza kuwafanyia watu hao ambao walikuwa wanaeneza Injili, na wakawaita, wakawaakishia moto, wakawafanyia jambo la kipekee. Ni kwa maana walijua ya kwamba mvua inanyesha, na ni lazima watumishi wa Mungu, ni lazima nguo zao zimeloa maji, ni lazima miili yao ikiwa na baridi, na wakawaita ili wawaakishie moto. Na maandiko yananiambia wakati walikaribia mtumishi wa Mungu Paulo, mahali alikuwa ameketi, kumbe kuna kuni zilikuwa mahali pale, na maandiko yananiambia ya kwamba kumbe zile kuni ndani yake kulikuwa na nyoka. Nyoka na ambaye alikuwa anajulikana ni nyoka hatari kwa mwanadamu, akiuma mwanadamu hawezi akasurvive. Ni kwa maana alikuwa ni nyoka, na ambaye alikuwa ni nyoka mwenye sumu. Na maandiko yananiambia wakati Paulo alichukua zile kuni ili aweke ndani ya moto, ndiposa moto iendelea na kuwaka, ndiposa moto izidi na kuwaka, yule moto akatoka ndani ya zile kuni, akamsonga mkononi, akamsonga mkononi, akampanda mkononi, na akamsikira mkononi, akampenda mkononi. Na maandiko yananiambia Paulo akiwa amejaa na nguvu za Bwana akamkubusia yule nyoka ndani ya moto. Na Biblia yangu inaniambia ya kwamba wakati watu waliona ile jambo walikaa kando, walisonga mbali, wakamtazama mtumishi wa Mungu, wakaanza kumhesabia masekunde, wakaanza kumhesabia madakika, wakaanza kumhesabia masaa. Maandiko yananiambia watu wale wakakaa kando, wakamtazama mtumishi wa Mungu, ni kwa maana waliona ile jambo na Paulo alimpata, na walikuwa wanajua yoyote ambaye ananyoka hawezi akaishi tena. Walikuwa wanajua ya kwamba yoyote apataye na ile nyoka hawezi akaendelea na kuishi. Na maandiko yananiambia ya kwamba wakati waliona ile jambo walikaa kando, na wakaanza kusemezana wao kwa wao, wakimhesabia mtumishi wa Mungu masaa, wakimhesabia madakika. Yeye matumaini yao walikuwa wanaongojea anguke asilaini kwa ajili ya yule nyoka mwenye sumu alikuwa amempinga mkononi. Ninaongea na wewe mchana wa leo, kumbe kuna maadui wanakaa chini, wanaangalia kazi yako, wanaangalia biashara yako, wanaangalia watoto wako, wanaangalia masomo yako, wanasema hata kama anasoma hakuna mahali ataenda, hata kama ameolewa hakuna kunawiri, hata kama amekaa kwa hiyo kazi hataweza na kupata chochote, hataweza kuinuka. Wanakaa chini, wanakutazama. Na maandiko yananiambia watu wa maeneo ile wakakaa kando, na wakaangaliana, wakaanza kusemezana wao kwa wao ya kwamba wanamwongojea waone Paulo anaanguka. Kumbe nawe Paulo anaenda na kunawiri. Nimekuja kuongea na wewe mchana wa siku ya leo. Wakanga kule wanakaa wakikuangalia, wachawi kule wanakaa wakiwakuangalia, wabaya kule wanakaa wakikuangalia, bila utaishi maisha ya shida, bila utafilisika, bila utana pale. Wanakaa chini wanasema kanisa hili
kusema ya kwamba Bwana anakuwazia mema, Bwana anakupangia mema. Mashimo zao hazitakupata, mashimo zao hazitakupata, mashimo zao hazitakudhuru. Utapita katikati yao wakiwa wanaangaliana, utapita katikati yao wakiwa wamenyamaza. Wao ndio watakutolea ushuhuda. Na kwa maana Paulo alizidi na kazi, aliendelea na kazi ya Bwana mpaka akakaribishwa. Na huyo mtu alikuwa anaitwa Patiasa, akaponya pia baba yake, akamponya. Kumbe kazi inaendelea. Watadhania wamekumaliza, kumetia wazo wako. Watadhania wamekumaliza, kumetia unaenda kufanya kazi ya Bwana. Watadhania wamekumaliza, na wataangaliana wakuangalie. Watabaki wakikuangalia, watabaki wakikuangalia. Kama unaamini sote pige mena. Bwana Yesu asifiwe. Yani badala wamsaidie, walikaa chini wakakaa kando wangojea kufe. Ni kwa maana waliona ameumwa. Bwana Yesu asifiwe. Wachawi hawana bahati. Bwana Yesu asifiwe. Unajua unapotangaza umeokoka, pita sasa imeanza hapo. Bwana Yesu asifiwe. Unakuanga wale walikuwa na pamoja na wao, angalau inaanza kutofika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini takukutia moyo, endelea na kazi ya Bwana. Hata waseme nini, wewe endelea na kazi ya Bwana. Hata waseme wao ndio wako na shida, ndio wanaenda kanisa, wewe wachana na wao. Lakini wajue ya kwamba Bwana Yesu anakuja na kiburi chao chote kitalipwa. Wewe endelea kufanya kazi ya Bwana, atakupigania, atakutetea. Kuna mahali atakubali ama atuweza kuwa kufikishe. Hakuna mahali Bwana atakubali ama atuweza kuwa kufikishe. Watajaribu ndio kukutesa, watajaribu ndio kusema sana, wakikuangalia, wakitaka mitego. Wanaona umevuka ya kwanza, umevuka ya pili, na ya tatu umevuka. Kumbe wao hawachoki, wanaangalia na kuweka mitego yao. Lakini nimekuja kukuambia ya kwamba Bwana anaenda kutia nguvu juu ya maisha yako. Mitego zao unaenda kuzitoka zote, mitego za wachawi, mitego za waganga, unaenda kuzitoka zote. Pigia Yesu makofi mazuri. Nasikia makofi ya mtu mmoja. Ongeza Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Amen.